nimekosa malezi ya mama tangu nikiwa mtoto, naishi kama kindarakima. Mbona nimekosa ustamili, nisaidie Mola. Hey. Unanielewa? Afu na kitu kingine, hizi nguo hizi ni za mdogo wangu Nino. Rahma mimi ndo namnunulia nguo, ama mtu yote anamnunulia nguo. Vua hizi nguo zake, alafu sasa kavede lako hapa nyumbani utoke. Sijui unanielewa? Wewe mwanamke, hapa sikuhitaji. Toka hapa nyumbani, nenda kwenu. Mimi nikajua unakuja na viloba vya unga, maana hapo uliacha mtu unaita maneno. Sasa, kabla hajavua yeye suruali yake, hizo nguo zake alizovaa, hakikisha na unavua hizo za kwako, anavaa yeye. Unataka kumuongopea nini wewe? Huyo Nino ushaye kumnunulia nguo hata siku moja? Za kwako tu mwenyewe zinakushinda. Kununua hata nguo yako inakushinda. Wewe unataka kutuambia nini wewe, hata kuleta zesheni hapa? Utuchanganye. Sasa ngoja nikupe akibaya maneno. Unapomua nguo yako hapo kwenda huko, hakikisha ukirudi hapa unakuja na shehe, tunawafungishia ndoa, mnasepa zenu. Kwa mwanamke gani? Huyo. Mwanamke kama kuna msibani mimi nampeleka wapi? Sasa huko koma kwake siku nakutuhusu nini? Kakomani huko, lakini huko kwingine hajakomaa. Na ndio maana ukampenda ukamleta hapo. Utuchanganye ujue. Hey. Wewe mwanamke nisikilize. Wewe kama utaki kuondoka hapa, utanijua vizuri mimi ni nani. Mimi naondoka. Sasa sikia. Huyu hapa ndo kaishafika. Yaani kama Kigoma hapa ndo mwisho wa reli. Hapa haondoki mtu. Haendi kokote. Wow. So cute, my wife. So beautiful. Hakika mke wangu umependeza sana. Yaani ile pesa ambayo nilitoa hakika imeenda kihalali. Hapo unaonekana samrati. Ndani ya nyumba, ndani ya mume wako mama. Kabla hizo sifa zote, yaani nimekaa saluni na suka. Tumbo linaniuma. Na nafikiria huyu bibi kizee huko ndani. Kama mweza kunifanyia vile na wewe upo, vipi ukiondoka? Yaani natembea tumbo linanikereketa barabarani. Kiuno chote kinaniuma. Kwanza una mpango gani? Unajua mke wangu, swala ambalo uliongea liko sahihi kabisa. Unajua hata siku ile wakati alivyokusukuma mama, akili yangu ilikuwa shama kabisa. Nilisi mwanangu yote yale ameshangamia. Nilivurugwa akili vibaya mno. Nadhani wewe mwenyewe uliona. Kwa hili swala mimi sikuwa razi mwanangu apate madhara. Halafu wakati unambaka ulikuwa uone kama ni kuni na ukamleta hapa nyumbani. Na mayai mboga mwanamke utamuoa, utake ustake. Weka tumbo lako hapa. Mwangalie. Na yani usitupelekeshe wewe. Huyu hapa atakumfanya tutakisha anaenda jela. Tulibaka wewe. Mbavu wewe, tuone kama utapumua vizuri. Unaenda kunyea debe huko na tuje kukutoa ng'oo kwa taarifa yako. Hivi muamini. Huyu bonge na kaka yake mwenda wazimu mvuta banki. Wanataka kutupanda sikishwani eti? Wanatuchukuliaje kwa mfano ikiwa si watoto wa kike? Badala watu bebe sisi wanatupanda si akili. Sasa wewe toka lini ukaona watu wafupi wana akili? Kwanza chukua tukaa na mtu mnene chini hapo mshauriane. Mkitaka kuanza tu kushauriana nitakwambia anza tule kwanza. Sasa kuna mtu pale. Ila huo muziki utauvaa. Wewe subiri. Umeingia cha kike. Ndogo wangu usiogope. Yule atakuwa hataki usake kwani uondoke na nguo utavaa. Wewe ndani. Au fagia. Mwewe kama nini? Fika unajua kwa mimi na kisubiri fika kabisa hicho kiumbe na kitaka sana mwanangu. Nimuone mwanangu nikimshika kwenye mikono yangu. Sasa vipi akikija kuumia na wewe ndo muhimili wa kumbeba huyu mwanangu. Unatakiwa upate matunzo mazuri, upate mapenzi mazuri, utulie mtoto, kae vizuri. Upaswe kupata ekaeka. Sasa basi. Nahisi yupo ndani. Hii ni ndogo sana my wife. Ijukumu liko ndani ya uwezo wangu. Nitamchukua. Ataondoka tu. Hakuna namna.
Tayari amshanizaa sasa. Jukumu lilobaki la kwangu na la kwako. Wewe ndio utakalea mimi. Sio utamchukua ataondoka. Nataka aondoke hii leo. Sasa hivi. Fanya kumuita aondoke. Mwanangu akimwona anaogopa. Na mwanangu akishaogopa nini kinafuata? Si ananiumiza mimi? Mimi pia sitaki kuumia. Kwa sitaki kumuona. Kumuite aondoke. Sasa hivi. Nakuelewa mke wangu. Kwa kuwa sipo ndani, mimi nitamuita na nitaongea naye. Basi tufanye basi hata kesho hivi. Nini kesho? Leo nimekuambia sasa hivi. Usitaki tugombane Raji. Tusigombane kwa sababu wewe mama yako aondoke. Shamaliza. Sasa. Lakini wife, mapenzi yamenizidi nguvu, namfukuza di mama roniza. Mbona nimekosa ustamili, nisaidie Mola. Sijui hapa ndio kwa kina Kashinje. Hapa ndio kwa kina Kashinje, karibu. Nilikuwa na maongezi kidogo, sasa sijui ndo mama yake. Mimi ndo mama yake Kashinje. Kuna tatizo? Hapana. Tuzungumze sasa, sijui tunazungumzia hapa au pale. Pana hapa mlangoni tukakae kwa keti pale. Sijui kwa kuletea kiti. Karibu sana. Muda wote umekaa hapo manake nini? Unajiliza nini sasa? Wewe Raji. Una shida gani? Karibu na kusikiliza. Asante. Kwanza kabisa ni kuombe samahani. Bila samahani. Kwa kilichotokea. Nasikia ulienda nyumbani jana. Ulivyoenda nyumbani kuna sitofahamu ilitokea. Najua utajiuliza nyumbani wapi. Okay. Ulienda nyumbani kuulizia Kashinje. Pale ndo nyumbani kwetu sisi. Najua dada zangu walikujibu vibaya. Hilo nisamee mimi mwenyewe. Wewe unaishi na mwanangu Nasikia mama mwanangu unaishi naye bila ridhaa ya mama yake. Tena nashukuru leo umelijileta mwenyewe. Maki jana nimekuja nyumbani kwenu naletea mimi dharau. Dada zako wote naletea mimi dharau, ananiangalia mimi kama nyanya mbichi. Hivi kweli ndio heshima? Hawajali mkubwa wala mdogo? Ndio mlivyofunzwa hivyo kwenu? Nimekupokea. Umeshtuka sana. Yeye unaona kabisa umenishtua afu bado unaniuliza. Unataka nikujibu nini sasa? Yaani huyu ajuza huko ndani ndio anakufanya uwe na mawazo hivyo. Nimekuambia muda mrefu umfukuze. Naona kashaanza kukuroga mpaka wewe sasa anayejiita kijana wake. Tayari. Yaani kabisa unakaa hivyo unajipa mawazo hapo.
Mnati, unajua ile mimi ni mama yangu ameniweka tumboni kwake miezi 9 sasa. Hata kama ikawaje, mama yangu mimi. Naomba give me 2 days na ni siku 2 tu, nimtoe mama yangu aondoke ili nimwandalie mazingira mazuri yako. Nakuomba tafadhali. Siku 2. Hizo siku 2 mimi nitakuwa maiti ndani. Kitendo cha kunisukuma tu hapa chini mpaka mimi nikaumia hakikuchukua hata dakika 3. Sijui unakumbuka? Kilikuwa ni kitendo cha tayari nimeshaangushwa chini. Vipi kama akija kuniua mimi mundani? Pale wewe ulikuwepo na bado niliumizwa. Ukitoka mimi nitakuwa hai? Nitakuwa mtu? Huyu mama yako ni katili. Tena sura kabisa inaonyesha ni mchawi. Nimelala zangu sebeni hapo, akaja akanikandamiza na mtu nikakosa pumzi. Kufa mtu na kufa kitendo cha dakika hiyo 1. Usitake kucheza na uhai wangu. Sijui unanielewa? Na kama utaki wewe mama yako aondoke, basi nitaondoka mimi. Hapana, usiondoke. Hapana mama, mimi sijamuoa mwanao, ila mimi ndo sababu ya yote. Labda nikupe kisa kidogo tu ili uelewe. Mimi wakati natoka shambani siku 2-3 zimezopita hizi, nilisikia sauti ya mtu akiomba msaada. Ile nenda kufuatilia na mkuta ni mwanao Kashinje. Kaa chini kazima, lakini katika kumchunguza tulimkuta Kashinje amebakwa. Mwanangu mimi kabakwa? Kashinje kabakwa? Alivyobakwa mimi nilimchukua na kumsaidia kwa sababu hata simu yake ilikuwa na password. Sikuweza kusema kama anahusiana na mtu gani kwa sababu nilikuwa simjui. Moja kwa moja nikapata na moyo wa huruma nikamtoa katika ile poli. Mbali tu asiwe na nyoka. Ile poli ni hatari sana. Nikampeleka mpaka nyumbani. Nyumbani amemsaidia, amemtibia, amepona kidogo, amepata nafuu. Ndio yule kaamka. Katika kumuuliza kwake anakwambia aliahidiana kuonana na mpenzi wake kwa sababu hapa nyumbani walitaka kumuozesha yeye bila kupenda. Ndio maana akawa na mpenzi wake, lakini alia kuonana siku moja. Ili waenda kuonana akakutana na mtu anafanya mauaji. Na wale mtu ndo alimbaka. Ndio maana mpaka saa hizi anaogopa kuja nyumbani. Nimemwambia sana swala kuja nyumbani hataki. Hatima yangu ipi. Hapana mwanangu, usiondoke. Mimi ndo nitakayeondoka hapa. Nimekuja nimewakuta na nitawaacha. Mwanangu, naomba uwe na uhuru. Natoka mimi. Tena naona hata nguo nino manivue. Kama usivue. Mama usivue nguo. Inatosha. Mama, naomba nikwambie kitu kimoja. Wewe mama yangu. Lakini sasa ulishindwa kwenda kwenye matakwa yangu mimi. Umelea miezi 9 tumboni, katika tumbo lako umelea vizuri. Mpaka unitoa duniani, nimekuwa nyonzo sasa. Sasa hizi naitwa Mr. Raj. Naweza kunitoa mwenyewe sasa, nitakuwa. Naweza kujiongoza mwenyewe. Ushamaliza kazi yako mama. Mimi napaswa kujiongoza mwenyewe. Mama, kitu kimoja. Siwezi kuona damu yangu inaenda kuangamia, siwezi.
Umeshindwa kuelewana na mke wangu. Nilikwambia mvumilie mama, hii hali yake inaisha, lakini juzi mwenyewe umeona umemwangusha mke wangu, nusu nyumba iharibike. Na mimi jinsi ninavyoilea samani yake na uchungu wake, mimi ndo najua mama. Hujui kitu chochote kile. Naomba tuende. Naomba tuende mama. Asante sana. Tena nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kunipokea. Na leo hii unanifukuza. Sawa baba, nakuachia maisha yako. Tena bora hata nisingeonana na wewe. Kwa mwanangu yuko pale nyumbani kwa na dada zako wamemficha, si ndio? Sio wamemficha kwamba wanataka yeye mwenyewe, hapana. Yeye mwenyewe ndo anataka. Kashinja anapata mateso ya kubakwa, nyumbani anakataa kurudi. Kweli? Mungu wangu. Ndio maana nakwambia samahani kwa hiyo. Ile ni familia yangu, mimi naijua vizuri tu. Ndio maana naomba utusamee sana, nisamee mimi ambaye ni sababu ya yote. Kwa hiyo ujio wako wewe ulikuwa unasemaje? Mwanao yupo sehemu salama tu, wala usiogope. Na kuja kwako hapa nimekuja kukupa taarifa tu ujue kama mwanao yupo. Na mwanangu mimi nampataje? Maana nikienda pale wanamficha kama hivyo, wananiangalia kama nyanya mbichi, mwanangu mimi nampataje? Hivi bora hata umefika. Mimi nilikuwa natoka hapa muda si mrefu niende polisi. Nenda kusaidia kumpata. Kwa sababu hata mwenyewe kila siku namwambia nyumbani hataki. Lakini kupitia wewe nitakusaidia kumpata, kumtoa pale kuja nyumbani kwako. Tuongozane wote nikamchukue mwanangu. Kama inawezekana. Kwa sababu dada zako wanadharau. Sawa, twende. Umekuwa katili, umekuwa mshenzi. Umeona bora mwanamke kuliko mimi. Sawa. Ila siku moja utanikumbuka. Mama. Ila naomba kitu kimoja tu. Naomba usiende kwa mama hao. Nilishaenda kumpiga marufuku. Sitaki ukanyage pale, sitaki. Sawa kabisa. Lengo lako si niteseke. Haina shida, mimi kwa mama nitaenda. Ila ninakwenda pale kwa mama, nafuata kitu hiki kimoja viwili. Beseni langu na kitenge changu niacha kwa mama. Nitaenda. Nitapoondoka hutoniona tena. Na usinitafute. Mapenzi yamenizidi nguvu. Namfukuza di mama roniza. Mbona nimekosa ustamili? Nisaidie Mola. Hatima yangu mimi. Samahani. Nakwambia kitu kimoja. Mama yangu ameondoka sasa. Mama yangu pekee ambaye kaniweka kwenye tumbo lake mwezi 9, si ndio? Ameondoka. Ili tu sitaki kurofishane, mwisho wa siku mwanangu akapata mfadhaiko. Sitaki. Niambie chochote nitakupa ili tu mwanangu awe salama. Niambie muda wote nitakupatia. Leo mke wangu sitaki uhangaike. Ni promise kama hautahangaika. Kwa save uko sawa. Kuna amani, si ndio? Sawa. Wewe uliye na mama, mpende sana, mheshimu sana, maana thamani ya mama hapa duniani hata kuna Nalipambana usiku mchana kukulea kwenye malezi yaliyo bora. Nalikeshaga nyumba za ibada kukuombea ili uje kwa mtoto bora. Wewe tena
Unakumbuka huyu? Ndo kwao pale nilipokuambia Kashinja anaishi kwa huyu. Hivi Mabuga, mimi ukunifanyia hivi? Unatembea na rafiki yangu? Sia. Unajua unaona nukumu kitu ambacho mimi sijakifanya. Na labda nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu chochote kibaya kinachoendelea. Unahukumu bure tu mpenzi wangu. Akia Mungu nakwambia. Hisia zangu mbaya. Wakati nimeshuhudia kwa macho yangu, nimesikia kwa masikio yangu, unataka kuniambia nini? Nimeenda nyumbani nimemkuta binti kwa pale na ni rafiki yangu mimi. Sia. Subira ndo kila kitu mpenzi wangu. Ungesubiri ukaniuliza mimi mwenyewe mhusika. Mbona unafanya hivyo lakini? Hata ingekuwa wewe. Unakumbuka siku ile? Ngoja, mimi aliniaga anaenda kwa mchumba wake, kwa mpenzi wake. Haiwezekani kwa mpenzi wake alafu nikamkute kwake. Sia, nisikize basi mwanangu. Hapa ni barabarani, mnafaidisha watu. Kuna lijambo tunalifuatilia. Tukishamaliza takuita wewe na huyu tutazungumza. Hakuna jambo lolote linaloendelea kati ya huyu na Shinje wangu. Kumbuka huyu ni mtu wangu. Alafu nakumbuka Shinje ndio yupo kwao. Na alifahamu hilo mwanangu. Wewe wae nyumbani. Si unaona kuna mvua. Wewe wae nyumbani. Na sisi tunaelekea huko tuwai. Nikisharudi mimi ndakupigia simu uje mwanangu. Sawa? Kuwa na amani. Hakuna jambo baya. Wewe niamini mimi mama yako. Umeamua kumtetea. Hapana, siwezi kumtetea. Kanielekeza kila kitu nimeshaelewa. Ni mimi mtu mzima naelewa. Ingekuwa mtu amefanya kosa asingekuja paka nyumbani kwangu. Kwa hiyo nenda nyumbani mwanangu. Nikisharudi tu nikifika nyumbani mimi nitakupigia simu uje. Nitaongea na yataisha. Sio kama ananitetea Sia. Kumbuka Mabuga bado nakupenda. Nakupenda sana mpenzi wangu. Ona unavyoteseka, mapenzi yamekuponza kweli. Usimwamini mtu katika mapenzi, mapenzi wenda akanogewa, wenda akanogewa. Huyo ndiyo mama yako alopitia tabu kara, huyo ndiyo mama yako. Huyo ndiyo mama yako alopitia shida na njaa, huyo ndiyo mama yako. Kuna watu walishampoteza mama. Nilikosa malezi ya mama tangu nikiwa mtoto, naishi kama kindarakima, sijui nanuksika au nyota yangu ya kundu, maisha kishetani yalojawa maumivu. Nilimpenda simwoni, nasikia tetesi tu, anaishi kama msukula sababu ya ujinga.